nikamwambia kama kuna interest yake na hao wenye building awachilie kabisa. Nasema ana interest na venye ametuexplainia hiyo kitu ina make sense. Hiyo siwa tunabidishwa ipande ili hapo waweze kuchimba kwenda chini ili hiyo kusimama. So ikibidishwa pande hii lazima wafanye excavation hapo. Lakini amesema tena mzuri ni ya kwamba inafaa excavate 100 meters. So si hapo kwenye wameweka choka. Nimemuuliza kwa nini nje tunaweka choka. Maanisha pande hii nyingine ndio interest. Akaniambia hii excavation inafaa ifanywe mpaka pale kwa ile nini ya siwa. Unaiona? So nikamwambia basi aanze na hapo. Aanze huko. Vizuri kwanza. Aanze na hapo. Ukiona ametoa hizo kabro. Na kinga imeingia. Then tutajua kumbe hakuna malizi. Hii kazi ni ya hii mali yote. Na amekubali. Sasa nataka tuwaombe. Sisi ni viongozi wengi. Tunajua tutawa inconvenience kidogo. Ametuambia maximum ni 3. Ila mheshimiwa, sisi lazima tuwatetee. Kama itabidi turudi hapa ili mrudi mfanye kazi yenu hapa, tutarudi hapa ili mfanye kazi yenu hapa, kwa sababu hakuna penye tutawapeleka. Sasa hizi gharama iko juu, maisha iko juu, school fee iko juu, chakula iko juu, kila kitu iko juu. Hizi mambo zenye mnauza hapa, nyanya, mboga, kuku, hizo ndio zinawasaidia hapa. So mimi naambia huyu engineer, the moment nyinyi mkiona wametoa hizo kabro zote na tinga imeingia hapo imeanza, then tutajua kuna interest ya huyu na engineer. Then tukishajua hiyo, hata nyinyi mkiona hapo hivyo imeanza hivyo, tunawaomba relocate kidogo, alafu wachimbe hapo wafanye hiyo sewer line, kisha watengeneze sasa. Mtu ngoja hiyo kitu iishe. The moment wamemaliza hiyo kazi yao ya kumesha hizo vitu na kusongeza hiyo, hao wenyewe watakuja wamwage hiyo mchanga hapo juu wa backfill. After hiyo mimi mkuje mfanye biashara hiyo. Iko sawa? Wacha niambie